kwa sababu wale ndugu zetu wanaungana na sisi katika hii mradi. Mimi nawatangazia serikali yenu ya Kenya, tutaongeza milioni ingine 200 iwe milioni 500 ndio tuweze kufikisha maji kwa manyumba zaidi hapa Kisii. Tuhakikishe ya kwamba wananchi wako na nyumba ama wako na maji masafi ambao wanatumia nyumbani. Tunaelewana? Tunaelewana? Tuliweka sahihi Novemba. Wakati nimefika ofisini nikakuta kulikuwa na maneno, lakini Novemba tumeweka sahihi. Hiyo mradi tutaanza kutekeleza kuanzia sasa. Tuhakikishe ya kwamba maji yanafika katika manyumba yenu. Tunaelewana? Bado najua ya kwamba hii maji ya kutoka hii mto haiwezi kutosha watu wote wa Kisii. Tuko na mradi mwingine ambaye niliwaeleza, mradi ya Bunyunyu hapa juu. Hiyo mradi ya Bunyunyu inahitaji karibu bilioni 15. Mimi nataka niwatangazie hivi, hiyo mradi kulikuwa na mwekezaji ambaye alitoroka kwa sababu ya mambo mengine, lakini sasa nitatafuta mwekezaji mwingine, na kabla ya Disemba mwaka huu nitarudi hapa Kisii ili tuweze kuanzisha hiyo mradi ili tufikishe maji katika manyumba yenu. Jambo la tatu, mimi nataka niwaambie hivi, tuko na mambo mengine mengi. Kuna barabara nyingi zilikwama kwa sababu ya kisirani, lakini mimi nataka niwahakikishie kupitia bunge wamenipatia karibu bilioni 10 kwa supplementary budget, na nitaweka pesa ya kutosha kwa main budget, ndio tuhakikisha kwamba tunakwamua zile barabara zote tuzikamilishe, ndio wananchi waweze kuwa na barabara ya biashara, ya kilimo na pia ya matumizi yenu, ili muweze kufika nyumbani kwa taratibu sawa sawa. Nimemwambia huyu gavana wenu Simba ndio apangane na mimi, sawa? Apangane na mimi ili hapa kwenu kwa zile towns kubwa, town kama Keroka, town kama Masimba, town kama Kisii, kule Bonchari, hapa Kisii tunataka tujenge nyumba 10,000 kwa awamu yetu ya kwanza, na tayari nimekubaliana na nyinyi ya kwamba hizo nyumba 10,000 nitarudi hapa in the next 90 days. Nitarudi hapa kuanzisha rasmi phase 1 ya nyumba 10,000 ya hapa Kisii, ndio tusaidiane kupunguza ile mashamba yenu mnakatakata, tuwasaidie kujenga manyumba so that we can eliminate land fragmentation in Kisii that is threatening this county to be a slum. We want to ensure that our housing program, which we are going to begin in the next 90 days, in fact, tuko tayari na advertisement ya kwanza ya Kisii County, and I will come back here to launch that program, kwa sababu tunataka Kisii ipige hatua ya kwenda mbele. Hapo kwa housing, hiyo nyumba 10,000 tunahitaji vijana karibu 15,000 watusaidie kujenga hiyo manyumba. Vijana mko tayari? Mko tayari? Leo nimekuwa pale Kisii National Polytechnic, na pale nimeleta kompyuta 100, na mimi nataka vijana wa pale university na vijana wa pale Polytechnic, mbali na kujifunza kutumia hizo kompyuta, pia tutawapangia ajira ile inaitwa digital jobs. Nikirudi hapa Kisii in the next 1 year, I want to see between 1,000 and 2,000 young people working on digital jobs, earning dollars, so that we can ensure that we grow our economy and we create opportunities for the young people of our nation. Mimi nataka niwahakikishie hii Kisii tutaibadilisha. I promise you. Na nchi yetu ya Kenya tutaibadilisha.
Hawa watu tu wa kelele tunataka tuambie waache kelele kidogo. Mtu ya maandamano tuwache, amwambie waache maandamano. Hivi tunaelewana? Si uchaguzi iliisha? Si uchaguzi iliisha? Si nyinyi mlipiga kura? Si mkaamua? Nyinyi ndio kuamua ama ni yule mtu tunaambiwa ati ni yule mtu anaitwa nani? Ati anatuambia ati kuna mtu anaitwa whistleblower. Ati yeye ndiye anaamua nani ni kiongozi kwa Kenya. Mimi nauliza nyinyi, nyinyi ndio mlipiga kura? Uchaguzi mlimaliza au mkumaliza? Mlichagua. Si mlichagua MCA, mkachagua women rep, mkachagua mjumbe, mkachagua governor, mkachagua rais. Rais mlichagua ni nani? Ni mtu ya kitendawili ama ni hasla?